Ndugu zangu, tumeitana leo. Hiki ni kikao ama ni press maalumu ambapo tumesema tuitane kupitia wizara yetu hii ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu, ili tuweze kuwataarifu juu ya jambo muhimu sana ama kazi muhimu sana ambayo ipo mbeleni kwetu. Kama tunavyofahamu, sasa hivi matumizi ya mitandao yamekuwa ni makubwa sana katika kila shughuli zetu za kila siku, whether ni za kibiashara, za kibinafsi, kwenye jamii, huwa tunatumia mitandao. Lakini hata watoto wetu nao pia wanatumia mitandao, whether wanakuwa wapo mashuleni au wanakuwa wapo majumbani. Matumizi ya mtandao yana faida zake na yana athari zake. Faida zinakuwa ni nzuri, lakini vile vile kuna athari ambazo zinaweza zikawa ni chanya. Na leo hii tunataka kuwataarifu kupitia wizara yetu, kitengo chetu cha cyber security ambacho kinasimamia ulinzi na usalama mitandaoni, tuna launch kampeni maalumu. Kampeni hii inahusiana na kulinda mtoto katika matumizi mabaya ya mtandao. Watoto tunasema ni kundi maalum ama ni vulnerable group ambayo ni rahisi sana kuweza kushawishika ama kuwa manipulated ama kuwa taken advantage of katika nadharia mbalimbali. Kwa hiyo nani ambaye ana guarantee usalama wa mtoto anapokuwa katika mtandao? Tunajuaje interaction zake ambazo anazifanya kama ni sahihi, kama anayeongea naye ni mtu ambaye ana dhamira njema au ana dhamira ovu? Lakini nani ambaye amekaa akamonitor mtoto kujua muda ambao anakaa mtandaoni au sites ambazo anazitembelea? Kwa hiyo katika mazingira ambayo tulokuwa nayo sasa hivi, ni dhahiri kwamba hakuna kidhibiti chochote ambacho kina monitor matumizi ya mtandao kwa mtoto, na matokeo yake kuna mambo mengi sana ambayo yanaibuka katika jamii zetu, hususan ukiangalia mwenendo wa tabia za watoto wetu. Unaweza kuja kushangaa tu mtoto kwamba mzazi kwamba mtoto wangu mimi hakuwa hivi, au tangu ameanza darasa la 5 la 6 amebadilika tabia yake. Lakini tabia huwa haibadiliki overnight. Lazima kuna pattern ama kuna vitu ambavyo mtoto yule anakuwa amevipitia, au either kupitia marafiki zake au kutokana na muda ambao anautumia kwenye mtandao. Lakini kwa sababu hakuna governing framework kwa upande wa serikali, yani hatuna sheria, hatuna kanuni zozote ambazo zinaweka udhibiti wa kumlinda mtoto kwenye mtandao, tumesema kwamba tuanzie hapa kwanza kwa kuanzisha hii kampeni maalum ambayo itapelekea sasa kuchukua hatua mbalimbali za kuweza kumlinda mtoto dhidi ya matumizi mabaya ya mtandao. Kwa hiyo hili hasa ndio lilikuwa lengo letu mahususi, kuja kuwataarifu kuhusu kampeni hii ambayo ni kampeni tunayotarajia itakuwa ni jumuishi, lakini itakuwa ni kampeni shirikishi, na tumesema kwamba tuitangaze rasmi ili isionekanike kwamba labda hii ni kampeni ya Wizara ya Mawasiliano tu peke yake, au Wizara ya Mawasiliano tu ndio ambayo ina wajibu wa kufanya hivi. Bila shaka kuna wadau mbalimbali ambao lazima vile vile tuwe tuna mashirikiano nao ili kuweza kufikia malengo haya ambayo tumekusudia. Ukweli usiopingika kwamba sasa hivi matumizi ya mtandao yamekuwa ni makubwa sana, yamekuwa ni mapana. Access ya mitandao na matumizi ya whether ni simu au tablets hizi zimekuwa ni kubwa. Watoto wetu wana access ya information maradufu kuliko hata kipindi chochote ambacho sisi tumekuwa tukikua. Mtoto ambaye amezaliwa 2012 sio sawa sana na yule ambaye amezaliwa mwaka 1992 au 82. Huyu 2012 exposure yake ni kubwa sana. Anapata taarifa nyingi zaidi na anauelewa mpana zaidi juu ya masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika mtandao. Kwa hiyo kama wizara hili tumeliangalia kwamba linahitaji sura kitaifa na liwe linaendeshwa kwa kampeni maalumu kabla halijawa ni janga
la kitaifa. Nadhani tuna mifano mengi tu ambayo tunaiona huko duniani. Nchi kama Australia na Uingereza wameweka na sheria kabisa kwamba matumizi ya mtandao kwa mtoto ni kuanzia miaka 16 na kuendelea mbele. Yote hiyo kwa sababu ya kuweka framework kama mazingira ya kuweza kumlinda mtoto kwenye mitandao. Sasa sisi hatuna hizo sheria. Mtoto wa miaka 10, 12 ana simu, ana tablet ambayo anaitumia au ana laptop yake ambayo anaitumia. Sasa unadhibiti vipi au unamlinda vipi? Na tuseme tu kwamba sio kwamba tunataka kuzuia. Ni lengo sio kuzuia, lakini lengo ni kudhibiti na kujua. Lakini huwezi ukadhibiti kitu au huwezi ukakiregulate kitu kama huna uelewa au taaluma ya kuweza kufanya hilo jambo. Kwa hiyo kampeni yetu itakuwa inagusa maeneo mbalimbali. Tutakuwa tunatoa mafunzo kwanza kwa wazazi na walezi kwa ajili ya kuwajengea elimu na uelewa juu ya masuala mazima ya matumizi salama ya mtandao, lakini vile vile kujua namna gani ambavyo hivi vifaa vinavyotumika. Unaweza ukakuta kwamba mzazi pengine uelewa wake ni mdogo sana ukilinganisha na yule mtoto. Nadhani tuna mifano mingi tu ambapo mama anaweza kumwomba mtoto wake wa miaka 9, 10 amsaidie kitu kwenye simu, yeye mwenyewe hakifahamu. Kwa hiyo imagine hiyo power ambayo mtoto alikuwa nayo. Na katika hivi vifaa kuna features mbalimbali, kwa mfano kama parental controls. Nani ambazo wanazijua hizo features, zinafanya kazi vipi, unaweza kuzitumia vipi? Ni vitu ambavyo vipo, yani walotengeneza hizi teknolojia wanajua kwamba lazima uweke speed governor, lazima uweke vidhibiti. Lakini je, tunavifahamu hivyo vitu? Kwa hiyo kampeni yetu pia italenga katika kutoa elimu kwenye matumizi hizi ya parental control, lakini vile vifaa. Sambamba na hilo tunatarajia kuwa na mashirikiano ya karibu sana na ndugu zetu wa Wizara ya Ustawi wa Jamii, kwa sababu wao pia ni wadau muhimu sana katika eneo hili, lakini mashirika ya kimataifa kama UNICEF na SOS na wengine ambao ni wadau wa moja kwa moja katika masuala haya ya matumizi ya mitandao. Lakini tuna swala zima la udhibiti wa cyberbullying ambayo pamoja na kurugenzi yetu ambayo inasimamia jambo hili, lakini pia lazima tuweke framework ambayo itakuwa inadhibiti masuala hayo. Kwenye afya ya akili, nadhani hii ni tamu ambayo tunaisikia sasa hivi. Mtoto wangu siku hizi afya yake ya akili haiko vizuri. Hata kama mtu mzima vile vile anakuwa anakumbwa na kadhia hiyo. Kwa hiyo tuna address vipi swala zima la mental health na matumizi salama ya mtandao. Kwa hiyo kampeni yetu itakuwa iko very broad, iko very comprehensive na itakuwa inagusa maeneo kadhaa kama ambayo nimeshayabainisha hapa, kama sehemu nzima ya kuweza kujenga uelewa mpana katika jamii, lakini vile vile raise ile awareness na kufahamu hasa athari ambazo zinatokezea. Na waandishi wa habari nadhani pia na nyinyi mna role kubwa sana. Hili swala yani lisiishie tu humu, lakini kwa sababu itakuwa ni kampeni ambayo tumeianza, tunatarajia kwamba itakuwa endelevu na tutakuwa tuna programs mbalimbali ambazo zinaendelea kwa ajili ya kuendelea kujenga uelewa katika hili swala. Kwa hiyo mimi nilitaka niwasilishe hilo. Hii hasa ndio ilikuwa dhamira yetu kuu ya kuwaita hapa, nayo ni kulaunch kampeni maalumu ambayo inamtarget mtoto na kumlinda mtoto na kuhakikisha usalama wa mtoto mtandaoni. Lakini tuna wadau mbalimbali ambao tunawashukuru sana, tumekuwa nao kwa karibu, kama ambavyo tulianziwa hapa. Tuna ujumbe kutoka Serensec, wao wamekuwa ni mstari wa mbele, na tuna MOU nao kwa ufahamu wangu kwamba tuna mashirikiano ya karibu baina ya Serensec pamoja na wizara. Kwa hiyo hawa ni wadau wetu ambao tutakuwa pamoja katika kuiendesha hii kampeni.